umefika katikati ya mazingira ulio nayo, ghafla ndani yako hali ya kuwa mtiifu imekosekana, hali ya kuwa mnyenyekevu imekosekana, Bwana hawezi kutembea pamoja nawe kwa sababu ndani yako una utii. Basi nawasihi kama vijana, inukeni tena, tupate kuwa watii, tupate kuwa wanyenyekevu, ili tufanye kazi ya Bwana kwa viwango vingine. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sauli alikuwa ni mfalme mzuri sana, lakini alichokosea ni kwamba hakuwa mtii. Nasema kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 4 ule mstari wa 17, anasema ya kwamba makuhani walipoenda kwenye mto Yordani, wakasimama pale katikati wakiwa wamebeba sanduku na maji hayakupita. Wana wa Israeli wakaanza kupita kuelekea ng'ambo nyingine, lakini makuhani wamesimama kwenye huo mto, wamesimama katikati. Wana wa Israeli wanapita. Nisikilizeni, kuhani anasimama kwenye madhabahu, anaomba juu ya kanisa, anaomba juu ya kanisa. Kuna vijana wanaingia humu hawajaoa, wanatoka humu wakiwa wameoa. Kuna mabinti wanaingia humu hawajaolewa, wanapata ume humu. Kuna watu wanaingia hawana ajira, wanapata ajira wakiwa hapa, kwa sababu miguu ya kuhani iko kwenye madhabahu. Ni sababu kuhani yuko kwenye madhabahu, yuko kwenye madhabahu, yuko kwenye madhabahu. Sulemani akasema, Bwana, watu kila mtu atakapoingia humu, Mungu wa mbinguni akiomba maombi yake, umsikilize, umfungulie milango. Na ndiyo maombi ya kuhani, kuona vijana wanasonga mbele katika huduma. Ndiyo maombi ya kuhani, kuona idara zinasonga mbele katika huduma. Ndiyo maombi ya kuhani, kuona uinjilisti unasonga mbele katika huduma. Ni maombi ya kuhani, kuona vijana wanapata ajira. Ni maombi ya kuhani, kuona mabinti wanaoa na kuolewa. Ni maombi ya kuhani, kuona vijana wanaoa. Yuko kwenye madhabahu, yuko kwenye madhabahu, anaomba, ana maelekezo kwako. Akikwambia funga, funga hata udishi. Akikwambia njoo kanisani, uje kanisani. Akikwambia kuna jambo tunapaswa kulifanya, njoo lifanye kwa moyo mmoja. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe.